Saluni ya kichawi, nyota zilizoibiwa. Katika pembe ya barabara ya vumbi, nje kidogo ya jiji la Arusha, kulikuwa na jengo refu lililopakwa rangi ya zambarau iliyofifia. Ubao wake uliandikwa Star Queen Saloon, tunang'arisha nyota yako. Hakuna aliyewahi kujiuliza kwa nini waliita nyota mpaka ilipoanza. Mteja wa kwanza kupotea. Zawadi alikuwa msichana wa miaka 19. Alikuwa na ndoto za kuwa mwimbaji maarufu, lakini kila alipojaribu alikosa bahati. Rafiki yake alimwambia, pale wanang'arisha nyota yako, ukisuka tu mambo yanageuka. Alipofika Star Queen, alihisi kitu kisicho cha kawaida. Vioo vilikuwa vingi kupita kiasi, na cha ajabu zaidi, kila kioo kilionyesha taswira tofauti kidogo ya uso wake. Madam Lorna, mmiliki wa saloon, alikuwa mwanamke mwembamba mwenye macho yaliyong'aa kama taa za mbali usiku. Nywele zako zina mwanga uliofichika, alimwambia Zawadi kwa sauti ya kunong'ona. Tunaenda kuufungua. Wakati akisukwa, Zawadi alihisi kama kichwa chake kinavuta hewa. Kila nywele iliyokatwa haikuanguka chini, ilionekana kupotea hewani. Alipotoka pale, alihisi mwepesi ajabu. Ndani ya wiki moja alipata dili la muziki. Video yake ikaenda viral. Maisha yakabadilika. Lakini usiku wa mwezi mpevu, alianza kuota ndoto. Aliota amesimama gizani. Juu yake kulikuwa na nyota moja angavu. Ghafla mkono mrefu mweusi ulitokea na kuingoa nyota hiyo kutoka kifuani mwake. Akapiga kelele. Ndani ya mwezi mmoja alianza kupoteza fahamu mara kwa mara. Aliongea peke yake. Alikuwa akisema, rudisheni mwanga wangu, naona giza, naona wao. Kisha akachanganyikiwa kabisa. Ukweli uliojificha kwenye vioo. Kulikuwa na kijana mmoja, Kelvin, kaka yake Zawadi. Hakukubali maelezo ya kawaida ya ugonjwa wa akili. Alirudi saluni hiyo usiku wa manane. Mlango haukuwa umefungwa. Ndani taa hazikuwaka, lakini vioo vyote vilikuwa vinang'aa kwa mwanga hafifu wa bluu. Aliposogea kwenye kioo kikubwa, hakujiona yeye. Aliona dada yake akiwa ameketi sakafuni gizani, akishikilia kifua chake kilicho na tundu jeusi katikati. Kelvin alirudi nyuma kwa hofu. Sauti ikatokea nyuma yake. Wanakuja kwa hiari yao, Madam Lorna alisema. Wanataka mafanikio ya haraka. Kelvin aligeuka, lakini hakuwa peke yake. Ukuta mzima ulikuwa umejaa chupa za kioo. Ndani yake kulikuwa na mwanga mdogo kama cheche ya nyota. Kila chupa ilikuwa na jina. Zawadi ilikuwa hapo. Ibada ya nywele. Madam Lorna alicheka kwa sauti isiyo ya kibinadamu. Nywele ni njia. Kila nywele hubeba ramani ya nyota yako. Nikishazipata, napata mlango wa kuifikia. Unazifanyia nini? Kelvin aliuliza kwa sauti iliyokatika. Naivuta, naihifadhi, naiuza. Kwa nani? Ghafla vioo vyote vilianza kuonyesha sura za watu waliokuwa wamechanganyikiwa, wakicheka, wakilia, wakipiga kelele. Kwa wale waliokosa nyota zao zamani, wanaolipa kwa damu. Chini ya sakafu, Kelvin alisikia sauti kama watu wakigonga. Madam Lorna akafungua mlango wa chini kwa ufunguo wa ajabu. Kulikuwa na chumba cha siri. Ndani yake kulikuwa na watu waliokaa kimya, macho yao meupe tupu. Vifua vyao vilikuwa na alama ya duara jeusi, mahali palipokuwa na nyota zao. Walikuwa hai, lakini hawakuwa na mwanga. Usiku wa damu. Madam Lorna alimshika Kelvin kwa nguvu isiyo ya kawaida. Mikono yake ilikuwa baridi kama maiti. Una nyota yenye nguvu,
nitaipata sasa. Vioo vilianza kupasuka. Vipande vya kioo vilielea hewani kama visu. Kelvin aliona chupa yenye jina la Zawadi, akairukia. Alipoigusa, aliona maono. Dada yake akilia gizani, mikono mirefu ikimvuta chini zaidi. Kwa nguvu zote, akaitupa chini. Ikavunjika. Mwanga mkali ulilipuka chumbani. Sauti za vilio zikajaa kila kona. Chupa nyingine zikaanza kupasuka zenyewe. Wale watu wa chini ya sakafu wakaanza kupiga kelele kwa nguvu. Madam Lona alipiga mayoyo yaliyotikisa jengo. Ngozi yake ilianza kupasuka kama karatasi kavu. Ndani yake kulionekana giza tupu. Hakukuwa na damu, hakukuwa na mifupa. Alikuwa kivuli kilichovaa umbo la mwanadamu. Kelvin akachukua mshumaa uliokuwa umewashwa kwa ibada, akautupa kwenye rundo la nywele lililokuwa katikati ya chumba. Moto haukuwa wa kawaida, ulikuwa wa rangi ya bluu, na ulipowaka ulitoa sauti ya watu wakivuta pumzi kwa mara ya kwanza. Asubuhi yake, jengo la Star Queen lilikuwa limeungua kabisa. Hakukuwa na mwili wa Madam Lona. Watu waliokuwa wamechanganyikiwa walianza kurejea katika hali ya kawaida polepole. Zawadi alipofumbua macho hospitalini, alilia tu na kusema, "Nilianguka gizani sana." Lakini si kila mtu alipona. Baadhi walibaki wakitazama angani usiku, wakishika vifua vyao kama kuna kitu kinakosekana. Na hadi leo, katika baadhi ya mitaa ya Arusha, ukiona saluni mpya ikiandikwa, tunakuongezea mwanga wa mafanikio, watu wazee hunong'ona. Usikubali wakate nywele zako bila kuziona zikidondoka chini, kwa sababu kuna wanaoamini. Nyota za waliokufa bado zinatafuta miili mipya ya kuishi, na wakati mwingine zinachagua wewe. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu ya Saloon ya Kichawi.